Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia bajeti ya serikali kuu. Nianze kwanza na kuwashukuru sana watendaji wa wizara wakiongozwa na waziri mwenye dhamana, ni jinsi gani alivyoleta maboresho na ni jinsi gani alivyosikiliza bajeti za kisekta. Ni jambo ambalo tunahitaji sasa litoke kwenye hatua hii ya kwanza kwenda kwenye utekelezaji wa pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitazungumzia kwenye uzalishaji wa mazao kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, maeneo mengi sana kwenye hotuba ya waziri ameelezea mazao ya kimkakati, ameelezea ujenzi wa viwanda. Ni jambo la heri sana. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, haya yote ambayo tunayazungumza tukiyaweka jinsi ilivyo kwenye maandishi, tukayabadilisha tukaenda kwenye utekelezaji, Mheshimiwa Spika, kazi kubwa ya serikali ni kuandaa walipa kodi. Kazi kubwa ya serikali ni kuhakikisha serikali inapata mapato ya kutosha. Ni jambo ambalo Mheshimiwa Spika, sasa ifike sehemu twende kwenye utekelezaji. Umeongelea swala la viwanda vya nguo, umeongelea swala la viwanda vya kahawa, tumbaku. Sasa kwenye maeneo hayo na ndio kuliko na uzalishaji mkubwa. Lakini katika takwimu za kitaifa, Mheshimiwa Mwenyekiti, inaonyesha mikoa inayofanya uzalishaji ndiyo mikoa iliyo umasikini. Sasa ni swala la kujiuliza kama serikali linasababishwa na nini? Yawezekana serikali au wananchi au kutopata elimu iliyo sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikianza kutoa mifano, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda Geita kuna madini, ukienda Kigoma kuna wakulima, ukienda Rukwa kuna wakulima wazalishaji wakubwa, ukienda Katavi kuna wazalishaji wakubwa, ukienda Shinyanga, Simiyu, Mara, kote kuna uzalishaji na madini hapo, lakini ndiyo mikoa iliyo na umaskini. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mchumi, ni vizuri ukatafuta kaandaa tathmini ya kujua tatizo ni nini. Kama tunaweza kuwa na nguvu ya kuzalisha chakula cha kutosha, Dar es Salaam hawalimi, lakini ndio wanakuwa matajiri namba moja na sisi tutapeleka mizigo. Ni jambo ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti lazima serikali ijaribu kuliangalia. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imejaliwa sana kuwa na madini, mito na vitu vingi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, leseni zote za madini kwenye nchi hii zote zimemilikiwa na watu ambao wako ndani ya nchi yetu hii. Na hili taifa leo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kila siku tuna wataalamu wanaosoma mambo ya madini. Ni swala la kujiuliza, katika miaka 25 hii ya mpango wa kuwa kila Mtanzania kuwa na kipato cha shilingi milioni 7, ni jambo la kutafakari. Hii mikataba tuiangalie, hao walio na maleseni ikiwezekana iangaliwe, yarudi kwa wazawa, waendeshe nchi yao, walipe kodi vizuri ili tupate kipato cha kutosha kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia